Karibu tena mtazamaji, unazidi kutazama taarifa za Mbiu Wikendi. Tume ya Ardhi ya Taifa imeagiza kibali cha matumizi ya ardhi cha miaka 999 kwa kampuni za kimataifa za majani chai katika kaunti ya Kericho na Bomet kibatilishwe na kuwa miaka 99 kwa mujibu wa katiba. Tume hiyo pia imeruhusu utawala wa gavana wa Kericho Daktari Eric Mutai kuchunguza ardhi ambayo imekuwa ikimilikiwa na kampuni za Uingereza tangu wakati wa ukoloni. Gavana huyo amesema kuwa hatua hiyo ni mwanzo wa kupatikana kwa haki kwa jamii ya Talai na Wakipsigis. Kericho County is the landlord in this matter, and the multinationals are the tenants. And if the landlord decides today that he wants to resurvey his parcel of land, the tenant cannot say no, and the tenant cannot go to court to deny the landlord just to do a resurvey. I'm happy today, and as a great achievement that we had promised our people that we'll do the resurvey, NLC has gazetted and directed that a resurvey be done on the land occupied by the multinationals, and the surplus should be surrendered to the county governments of Kericho and Bomet, which are the trustees on behalf of the Kipsigis people. To this is a great achievement for our people, because it will cushion us going to the future that, unlike before, where leases were done in the night by mysterious people in the national government, before any lease then will be done, it has given the latitude to county governments to have a say over who to lease these lands, the rates and the terms of negotiations. And this is a big win for the county governments. Na wafuasi wa chama cha ODM kaunti ya Kilifi wamesifia uamuzi wa muungano wa Azimio kumteua mbunge wa Malindi Amina Mnyazi katika jopo la mazungumzo ya maridhiano baina ya serikali na upinzani. Wakiongozwa na mwenyekiti wa chama cha maendeleo ya wanawake kaunti ya Kilifi Witness Dhulma, wanasema ni dhahiri kuwa mbunge huyo licha ya kuwa na umri mdogo ameonyesha ujasiri kwa kusimama kidete katika kupigania haki ndani ya muungano wa Azimio, jambo ambalo lilisababisha yeye na wenzake kukamatwa na kuzuiliwa wakati wa maandamano. Wanakariri kuwa nafasi hiyo itampa fursa ya kuwakilisha pwani kwa jumla. Si mchezo. Raila, wewe ni kiongozi, wewe si ngozi, wewe ni kiongozi. Tuna furaha ya ajabu na tuna maneno ambayo tunataka tuzungumze sisi kina mama, vijana na wakazi wa Malindi, hasa kuhusu mtoto wetu ambaye ameinuliwa juu kabisa. Na kwa sababu kunaye ambaye nimemchagua hapa, kuna kina mama wametoka sub county zote za Kilifi, kutoka Magarini, Rabai, Kaloleni, Kilifi South, Ganze, Kilifi North na hata Malindi. Tumeona ni siku ambayo lazima kama kina mama na vijana tuweze kutoa sauti zetu za furaha. Nashukuru sana Mheshimiwa Raila Odinga kwa kutambua mbunge wetu Amina Mnyazi. Amina ni msichana mchapakazi na ameonekana Kenya mzima. Wanaume wote waliingia gizani, lakini Amina alisimama na Raila kidete. Wakati wa maandamano sisi kama watu wa Malindi tulifurahi sana kwa sababu alionyesha ushupavu. Alifanya kazi zaidi ya wanaume. Kwa hivyo vile amechaguliwa, vile tunavyomjua Amina, ile kazi atafanya kulingana na sheria. Tuangazie masuala ya biashara, ambapo kampuni ya Infinix imeboresha bidhaa zake nchini huku ikizindua aina mpya ya simu ya Hot 30. Simu hiyo ni ya bei nafuu ambayo imeboreshwa kutoka kwa simu aina ya Hot 20 iliyotolewa mwaka uliopita. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo, mkurugenzi wa mauzo wa kampuni hiyo Cynthia Njiru amesema kuwa wanalenga kizazi kipya. Targeting both Gen Z and millennials. We are not closing off 25 to 35, don't get me wrong. However, those are our core targets. So we thought, we've never done a launch where we've actually engaged the 18 to 25 specifically. So we thought, let's do that now so that we can create awareness and buzz around the product through the core target. Our sales here is from 0, now we are in top 3. So actually we also
empowered many young generations through our Infinix smartphone in Kenya market within these 7 years. And also we have many fans, Infinix fans. Tukiachana na masuala ya simu, tuangazie masuala ya usalama, ambapo viongozi wa dini na siasa katika kaunti za Pokot Magharibi na Elgeyo Marakwet wanataka serikali kuu kuwapokonya silaha majangili na kuwalinda wakazi kutoka maeneo yanayoshuhudia mashambulizi ya mara kwa mara kwenye ukanda wa bonde la Kericho. Wakihutubia wenyeji wakati wa mkutano wa amani ulioandaliwa na kanisa la Kianglikana katika eneo la Lelan, viongozi hao wamekashifu mashambulizi ya hivi majuzi yaliyosababisha vifo vya watu 5 katika eneo la Lami Nyeusi, kaunti ya Pokot Magharibi. Mwakilishi wa kike wa kaunti ya Elgeyo Marakwet, Caroline Ngelechei, amesema kuwa serikali huenda isifaulu katika kuwatokomeza majangili iwapo hawatahusisha wazee wa kijamii katika maeneo yaliyoathirika. Ya Pokot na Marakwet, mimi nikisimama hapa na Askofu Kipsoi, it is until we speak is when you can tell the difference of Pokot and Marakwet. Kwa sababu unaona Kipsoi ni mrefu kama mimi, ni mweusi kama mimi, kwa hivyo sisi ni wacha mimoja. Pokot wameoa Marakwet, Marakwet wameoa Pokot. We have testified na kusema ati Pokot ndio aoe lazima aende aende kuiba ng'ombe. Ati Marakwet ndio aoe lazima aende kuiba. Mimi ningependa kusema another lasting solution ni kulegislate na kuclassify banditry as other criminals. Let us bring together all the leaders of all the ranks, from the governor even to the MCA, because the MCA wa hapa understands more of the security issue more than the governor, or more than the senator, more than the women rep, or even more than the MP, because they are the ones living in the border. So when we say issue to do with security, ama tuseme maneno ya security, ni mzuri tutangamane ama tuhakikishe kuwa we come together sisi wote. Wito wa Rais William Ruto wa kupanda miti bilioni 15 katika kipindi cha miaka 10 ili kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi unazidi kuchukuliwa kwa uzito. Kikundi cha jina Champions of Change kinachojumuisha wasanii na kuongozwa na King Kigosho Ngaruia Junior na msanii wa KBC Mama Kayai kimefikisha wito huo katika kaunti ya Kiambaa, ambapo kilipanda zaidi ya miti 1000 katika shule ya msingi ya Gashihi, hospitali ya Kihara level 4 na kituo cha polisi. Kwa mujibu wa kikundi hicho, wanapanga kuzuru kaunti zote 47 na kuhakikisha kuwa wito wa rais unatekelezwa. Sasa tumechukua hili jukumu na tumeanza leo na tutazunguka Kenya mzima tukipanda miti. Kwa hivyo tunahimiza watu wote mahali popote Mkenya wote yuko uweze kupanda mti ukiweza tafadhali, na uweze kuipatia maji ili kesho na kesho kutwa na miaka ambayo inakuja tusiweze kushuhudia vile tumeshuhudia hiyo miezi imepita. Tupande miti na tutekeleze maono ambayo kiongozi wetu wa taifa akonayo ya kupanda 15 billion trees. Leo tumeweza kupanda 1100 trees. Tumepanda katika hapa Gashie na tunaendelea na tutaendelea ta community. Tumewapea miti. Mavijana, kama hauna kazi, hii ni kitu ya maana sana. Enda hapo, tengeneza hiyo nasali ya hii miti. Serikali saa hii iko na haja na kupanda miti. Kuna watu wengine wanataka kupanda hii miti. Hii movement tunashikana na mpaka na Mama Lecho. Sisi tunasukuma. So tukisikia hii Dedan Kimathi miti yao imeisha na wewe uko na miti yako, tunakuja huko serikali inanunua hiyo miti, alafu tunaenda tunapanda. Tunawaomba wenye tumezaidia leo pia waajibike, kama vile sasa Nikashie primary waajibike pia. Wakitaka usaidizi wetu tutawapa, ili to make sure hii miti haija kufa na haija haribiwa. Tunaishi katika nchi ambayo kazi kupatikana kwa vijana ni ngumu sana. Sisi kama wakfu wa Dedan Kimathi tuna vijana wengi ambao wamekosa kazi huku nje, lakini wamekuja kujitolea kupanda miti, ambao wametozesha kupanda miti zaidi ya milioni 2.5 kwa sasa.
Huku athari za mabadiliko ya tabia nchi zikizidi kubainika ulimwenguni, mikakati ya kupanda zaidi ya miti milioni 1 umeanzishwa katika eneo la Tetu, kaunti ya Nyeri. Mkakati huo unalenga kupanda spishi aina 5 za miti asili ambazo zimo kwenye hatari ya kuangamia, ikiwa njia ya kukumbuka Profesa Wangari Maathai. Wadau mbalimbali wamejitokeza kushirikiana kufanikisha mpango huo. Indigenous trees, they are able to conserve the soil and enrich the soil texture, preserve the soil fertility, and the future is indigenous trees. That's it. Exotic trees, they have short-term gains. The eucalyptus, the others, bougainvilleas, they are not very good for conservation of environment and climate change mitigation. A lot of people are talking, a lot of documents are being written, proposals are being written, but when you go to the ground, not much has been done. You plant so many trees, but the survival rate is so low. Majority of those trees that are being planted are not indigenous. Most of them are exotic. I would encourage that we do exotic trees, that we do indigenous trees. We also plant many trees. Let's have 90-95 survival rate for our trees. Let's not just do trees for cameras, for self-gratification. Let's do tree planting for survival. Mashabiki wa Manchester United wana furaha kochokocho baada ya kuilaza Everton magoli 2-0 katika mechi iliyoisha dakika chache zilizopita, wakisonga hadi katika nafasi ya 3 jedwalini. Kufikia hapo sina la ziada na kutamatisha taarifa za Mbiu Weekend. Tuungane saa 1 usiku kwa taarifa zaidi. Jina langu ni Suleiman Geri.